nitaka naonesha kitu kimoja. Kama ni mfano, kama ni beginner, kuna njia rahisi ambayo unaweza kutumia, sawa, kutradia na kuchukulia entry. Ni rahisi tu, usicomplicate sana, sawa. Wewe tumia tu, wewe ingia entry kwa kufuata continuation, sawa. Kwa utasubiri breakout kama ni juu au kama ni kwenye bearish au kama ni kwenye bullish, alafu utasubiri retracement, sawa. Alafu utaingia nini? Utaingia entry kwa kufuata nini? Kwa kufuata continuation. Nitaonesha grafu ya kwanza. Mfano chart ya kwanza tuangalie mfano Euro USD, sawa. Hapa ipo kwenye 1 hour. Unaona, sawa. Narudi kwenye 15 minutes, sawa. Na hiyo kwenye continuation ili kwenye kuconfirm entry, sawa. Aidha unaweza kaangalia moving average au sana sana unaweza kutumia, kwa asilimia kubwa tumia Fibonacci retracement, sawa. Hapa tukiangalia hapa ni zone ya kwanza, hii hapa juu, sawa. Market ili push kuelekea juu kabla haijashuka ku break hii zone, sawa. Hii zone hapa chini, sawa. Kwa tuta consider zone ya kwanza hapa juu, sawa. Na zone ya chini tuta consider market kabla haijaanza kufanya pullback kuelekea juu. Kwa tutakuwa na zone mbili. Sio kabisa market inaenda kwa sell, sawa, iko bearish. Kwa tuna zone A hapa na zone B hapa, sawa. Kwa utachukua Fibonacci, itachukua Fibonacci, nitachora kutokea kwenye zone A mpaka kwenye zone B, sawa. Nita consider 61 kuchukulia entry yangu. So 61 ni hapa. Kwa itakuwa ni hapa. Kwa ikifika hapa kama ikikupa confirmation kwamba ita sell, kwamba ina sell kama ambavyo imeonyesha, sawa. Baada ya kufika hapa itaanza kukupa kendo nini? Kendo za kusell. Kwa ukiangalia kuna hii kendo hapa sell ya kwanza, ya pili, ya tatu, ika wiki juu nini, ikaendelea kushuka. Kwa hiyo hii kendo ya kwanza unaweza kaingia entry, sawa. Ukiingia entry ya kusell, stop loss inakuwa juu ya hii entry hapa juu. Juu ya nini? Juu ya hii kendo ya mwisho. Hii kendo ya kubali au kabla ya kendo ya kusell haija nini, haijashuka. Huo mfano wa kwanza. Hii pia ya Euro USD. Unaweza kuangalia pia kwa NZD USD ni hivyo hivyo. Tutaangalia kwenye dakika 15. Na tukiangalia ni zone ya kwanza kabla market haijapush kuelekea chini. Tukiangalia pia hii ni zone ya chini, sawa. Kwa tutachora Fibonacci kutokea hii point A mpaka point B kabla market haijaanza kufanya pullback. Una consider 61. Tumia 61, usitumie 38, 50 wala usitumie 64 na 50. Kwa asilimia kubwa pendelea kutumia 61. Hii ni ile highest retracement level 61.8. So tumia 61. Unaona hapo ifika 61 ikaanza kupush kwa kuelekea chini. Kwa unaweza kaingia entry, neka stop loss hapa juu, take profit na kwa hapa chini, sawa. Kwenye hizo ni hapa chini, na hii pia hapa imehit TP hiyo ya pili. Pia kuna pia nyingine ya USD CHF. Ukiangalia hapo kwenye dakika 15 hapa tuna pointi ya kwanza hii hapa, point A, sawa. Kabla market haija push kuelekea juu, tuna pointi ya pili lakini ya point B, sawa. Kwa kutafuta entry kwa sababu market iko bullish, kwa utachukua Fibonacci, utachora kuanzia point A mpaka point B, sawa. Tuta consider 61 ambayo inakuwa hii hapa, sawa. Ukifika hapa kwa asilimia kubwa market itaanza kupush kwa kuelekea juu, sababu hii movement ya hapo ilikuwa ni retracement kama unavyoona. Ikupa tu confirmation za kendo moja au kendo mbili za kubali, unaweza kaingia entry unatokea hapa juu, na kama ambavyo inaonyesha pia market nini, market ime expect mpaka imefika hapa juu na TP nini, imehit TP. Pia inaonyesha kwenye pia nyingine ya Audio USD hivyo hivyo tu, complicate. Ukiangalia hapa market inaenda ni bearish, sawa, inaenda kwa kusell. Ukiangalia hapa market inaenda kwa kusell, sawa. Kwa ni simple, unarudi kwenye dakika 15 unaangalia kwa market ilikuwa zone ya juu kabisa, ilikuwa hii kabla market haija push ku break zone ya chini, sawa. Na ya chini kabisa kabla market haijaanza kufanya pullback ni hapa. Kuna consider market ilipofika kabla haijaanza kufanya pullback na market na zone ambayo market ilitoka kabla ya ku break. Kwa inakuwa point ya kwanza A na hii point ya pili. Hivyo hivyo unachukua Fibonacci, unachora kuanzia kwenye point A mpaka kwenye point B. Una consider 61.8 retracement. So hapo unaweza kaingia entry yako set ki profit na kuwa hapa chini kama hapo unaona. Kwa hiyo ndio njia rahisi ambayo unaweza kutumia ku avoid complication nyingi. Ni hivyo tu simple.